Okay, kwa hiyo huyo ni melancholy ndio tunamzungumza leo, na nitazungumzia maeneo mawili ya melancholy: maeneo ya nguvu au strength na maeneo ya madhaifu alionayo melancholy. Maeneo yenye nguvu tunaanza nayo. Jambo la kwanza, mume au mke ambaye ni melancholy. Kwenye kitabu hiki nimetofautisha. Kwa mfano, nimeanza na sanguine, nimeandika maeneo ya nguvu ya sanguine mume, maeneo ya nguvu ya udhaifu ya sanguine mume. Kwa hiyo nimetofautisha mambo yanayomhusu mume peke yake kama sanguine, mambo yanayomhusu mke peke yake kama sanguine. Ukija kwenye melancholy hivyo hivyo, mambo yanayomhusu mume ambaye ni melancholy nimeweka peke yake, na mambo yanayomhusu mke ambaye ni melancholy nimeweka tofauti. Jambo la kwanza, melancholy wanafikiri kila kitu kinapaswa kufanywa kwa usahihi na ukamilifu. Perfectionist, hilo nimeizungumzia. Jambo la pili, mahali pao pa kazi pamepangwa vizuri na kila kitu kiko mahali pake. Kama nilivyozungumza jana, tofauti ya melancholy na sanguine. Melancholy anataka order, anataka kila kitu in order. Melancholy anataka hapa ni mahali pa nguo, suruali, hapa mashati, hapa bukta, hapa viatu, hapa chaji ya simu inakaa hapa, hapa kinakaa kitu fulani. Yaani melancholy anataka order. Melancholy anataka order. Nguo za watoto zinakaa pale, nguo za baba na mama zinakaa pale, nguo za mama zinakaa pale, nguo za baba zinakaa pale, nguo chafu zinakaa pale, nguo safi zinakaa pale, simu inachajiwa pale, chaja ya simu inakaa pale. Huyo ni melancholy. Tofauti yake na sanguine. Sanguine akitaka kuchaji simu akumbuki chaji iko wapi. Kila siku akitaka kuchaji simu mpaka atafute sana. Unaikuta iko nje karibu na banda la ng'ombe kule, iliendaje huko hamna anayejua. Lakini melancholy ukihamisha chaja mahali pake mnagombana. Sitaki chaji iende kule, nataka chaji ikae hapa hapa. Ukiingia kwenye kabati mama ambaye ni melancholy, kabati la mama ambaye ni melancholy anataka glasi za aina fulani peke yake zikae hapa, vyombo vya plastiki peke yake vikae hapa, vyombo vya mbao peke yake, miko sijui nini vikae hapa. Anataka kila kitu kimekaa pale. Lakini sanguine ni ajali. Unaweza kukuta glasi hapo, bakuli ya plastiki hapo hapo, sufuria inafuata hapo hapo. Unaweza kukuta hata mto wa kulalia pia huko kabatini. Usishangae ukukuta kiatu kiko kwenye friji. Sanguine ni ajali. Lakini melancholy anataka ile iwe imenyoka kila kitu. Na ndio maana sasa kama hujafuata kama anavyotaka mtakuwa mnagombana. Na unaweza ukafikiri anipendi, huyu mume wangu mimi anipendi, kila anachofanya lazima ananikosoa, kila anachofanya mimi huyu anipendi. Kumbe sio swala la kukupenda, ni swala la aiba. Iko kwenye damu. Jana nilizungumza nikasema hizi ni tofauti na tabia ambazo mtu anaziokota kule nje kwenye mazingira, kabila zao, alivyolelewa. Hizi hazihusiani na mtu alivyolelewa, hazihusiani na malezi, hazihusiani na mahali uliko kulia. Zinaishi kwenye damu, unazaliwa nazo, zinatoka ndani ya damu. Ndio maana zinamkaa mtu kwa muda mrefu sana. Na jambo la tatu, wana maelezo ya kutosha na wanatiwa nguvu kwa kufikiri na sio kwa ushawishi tu. Melancholy wanaongozwa na logic. Jana nilisema sanguine wanaongozwa na emotions, melancholy wanaongozwa na logic. Kwa hiyo hashawishiki tu ili mradi umeongea umemshawishi. Kitakachomshawishi melancholy ni logic. Kwa hiyo ukitaka uongee na melancholy, mtu ambaye ni melancholy, mume au mke ambaye ni melancholy, unataka upeleke ajenda yako ipite kwa mumeo au kwa mkeo ambayo ni melancholy. Usiende na maneno tu, unaenda na maneno yenye lojiki, yenye sababu za msingi ambazo akiziangalia anaona okay, tufanye hivi. Okay, basi sawa. Mume wangu, nafikiri mwaka huu tununue gari aina ya pickup, kwa sababu hapo sasa unaanza logic. Kwa sababu tukinunua pickup itasaidia kubeba majani ya ng'ombe,
itasaidia kubeba mizigo, vyakula vya kuku, itasaidia kuhamisha vitu, yani sasa unaanza kushusha logic. Ndio naona okay. Lakini huwezi kusema tu mume wangu mimi naona mwaka huu tununue pickup ukaishia hapo. Hiyo itamhusu Sanguine, na Sanguine anaweza kalizika na hiyo bila kutia question. Lakini melancholy anataka ujibu maswali haya. Nimeandika baadhi ya maswali hapa chini. They have 5 questions. Unapodili na melancholy, either katika uongozi, katika kikundi, katika ndoa. Tunazungumzia kuhusu ndoa, lakini hii ina apply mpaka kwenye uongozi wetu kama sisi viongozi, wachungaji hapa, wazee wa kanisa, viongozi wa idara, wa mama, nani. Unapodili na watu kwenye kundi lako, ujue kuna watu hawa wanaitwa melancholy. They will not take your idea just because you have said. Hawatasema tu kwa sababu mchungaji amesema kuanzia leo tutakuwa tuna madhabahu itakuwa pale, kwa hiyo sisi wote tutakuwa tunaangalia hivi. Kuna kundi wengine watasikiliza, kuna kundi moja halitataka kusikiliza. Why? Mchungaji, kwa nini sasa tuhamishie madhabahu pale? Kwa hiyo unapoongea idea yote kwenye kikao, kwenye kikundi, weka kwenye mind kwamba kuna watu wana aiba ya melancholy. Na melancholy, they have 5 questions. Wana maswali 5 watakayojiuliza kwenye kila kitu utakachokisema. Watataka hizo details za maswali 5. Jambo la kwanza watajiuliza, what is it? Kwa hiyo unapotoa mafafanuzi kwa mumeo au kwa mkeo kuhusu agenda fulani, kuhusu idea fulani, lazima ujibu hili swali, hiyo ni nini? What is it? Hicho unachokizungumza ni nini? Kwa hiyo lazima ujibu hili swali la what. Hii idea ni ipi? Ni nini? Haya maono ni nini? Haya mawazo ni nini? What is it? Lazima ujibu hilo swali. What is it all about? Ni kuhusu nini? Maana yake nini? Lazima ujibu hilo swali la kwanza, what is it? Na jambo la pili, why? Kwa chochote ambacho tunataka kufanya, tunataka kujenga nyumba, tunataka kununua gari, tunataka kuanzisha biashara, tunataka tumhamishe mtoto shule hii tumpeleke kwenye shule nyingine, lazima ujibu swali la pili, why? Kwa hiyo usiishie tu kwenye ile what kwamba jamani haya ndio maono tulionayo. But why? Kwa nini tuwe na maono kama? Kwa nini tuwe na maono haya tusiwe na maono kama yale? Kwa nini tumhamishe mtoto huku badala ya kubaki pale? Why? Lazima kuwe na sababu. Melancholy, haya ni maswali ya ndani. Anaweza asikuulize kwa mchungaji, hebu tuambie kwanza why, lakini ujue ni maswali anayojiuliza. Kwa hiyo kama kiongozi katika ndoa, katika familia, unapodili na watu lazima ujibu maswali ambayo hawajakuuliza. Ujibu maswali ambayo hawajakuuliza. Sisi kule kwenye psychology tunasema psychology it's about reading people's mind and their behavior. Kwenye psychology tunafundishwa unapoongea na watu unajibu maswali yaliyo ndani yao ambayo hawajakuuliza na hawatakuuliza, but you know their questions. Unapotoa mada unajua kuna watu watakuwa wanajiuliza hili, kuna watu wanajiuliza hili. Kwa hiyo kabla wao hawajakuuliza, ndani ya speech yako you answer those questions. Unajibu maswali yaliyo ndani ya akili zao, kwa sababu kuna wengine they will never ask you that question. Watakaa tu, watasamaliza, wataondoka, wataenda, lakini ndani ya mioyo yao hauja wa satisfy. Anaweza kama mume wako au mkeo. Jambo la tatu, swali la tatu, how? Yanafanyaje kazi? Inakuwaje? Lazima ujibu hili swali kwa melancholy kwamba okay, tuna maono haya, tunataka kujenga ghorofa litakalochukua bilioni 10. That's good vision. Umeshaelezea what is it. Lakini pia wanataka kujua how. Barabara sasa tutakayopita. Imani tu, usijali. Kwa imani. Kwa hiyo nitakuja kuongelea, nitakapofika kwenye madhaifu. Nitakuja madhaifu ya melancholy, nitakuja kuongelea. Utagundua kwamba moja ya madhaifu makubwa walionayo melancholy ni imani. Melancholy hawana imani. Wana kiwango kidogo sana cha imani. Kwa nini? Kwa sababu they are wired, yani ndani mwao, damu zao wanasukumwa na lojiki. Ndio maana tunapokuja kwenye mambo ya kiroho, melancholy wengi huwa wanaachwa nyuma kwenye eneo la imani, kwa sababu wanatumia macho zaidi kuliko imani. Kwa hiyo hata kama ni jambo la kiimani, tunamwamini Mungu atafanya, lakini pia ndani ya imani hiyo kuwepo na lojiki.
ambayo hata melancholy atasema kwa kweli hatuna, lakini Bwana atafanya. Lakini umechola ile hau, umeichola ile. Siku moja kulikuwa na mkutano wa paka wa panya, sio paka. Na hao panya walikuwa wamekutana kujadili. Kulikuwa na lipaka ambalo lilikuwa linawala hao panya kila siku. Kwa hiyo panya wakaona wanaisha, wakasema tujadiliane tuone tutawezaje kulimaliza hili paka, maana linatuua kila siku, linatumaliza. Ndugu zetu wengi wamechaliwa. Kwa hiyo waliita panya wote kufanya mkutano, na paka ilikuwa ni kubwa. Katika ule mkutano wakatoka na maazimio kwamba dawa ya kumaliza hili paka lisitusumbue, kwa sababu kumuua hatumwezi. Yani sisi kama panya, hata kama tukienda wote hatutaweza kuliua lile paka. Kwa hiyo cha kufanya, tutafute kengele, alafu ile kengele tutamfunga shingoni. Kwa hiyo paka atakapoanza kukimbia kutufuata, tutasikia ile kengele, na kila mtu akisikia kengele, ingia kwenye shimo, jifiche, utajua ni paka anakuja. Wakapiga makofi, wakashangilia kwamba ufumbuzi wa tatizo umepatikana, funga kengele. Mkutano ukafungwa, wakarudi nyumbani. Walipokuwa kule nyumbani, mmoja katika wale viongozi wa panya akawa na share resolution, maazimio ya mkutano kwa mkewe. Akamwambia, tumekubaliana sasa tatizo la kuliwa limeisha, hakuna panya atakayeliwa tena. Yule mama panya akauliza, mmekubalianaje? Akasema, tumekubaliana sasa kwa sababu hatuwezi kumuua paka, tutamfunga kengele. Akija tutamsikia. Yule mama panya alikuwa ni melancholy. Hawa wengine waliojadiliana mkutanoni walikuwa ni sanguine. Walijibu tu ile what is it. Walijadiliana kuhusu maono, lakini walijibu la kwanza what is it, wakajibu ya pili pia what and why. Kwa nini tunataka kumfunga kengele? Kwa sababu hatuwezi kumuua na kwa sababu tunaliwa, walijibu. Lakini ya tatu hawakujibu how. Tunaenda kumfunga kweli kengele, lakini tunamfungaje? Yule mama panya alikuwa ni melancholy, aliuliza hili swali la tatu. Akamuuliza yule mume wake, mlijadiliana ni nani atakayechukua hiyo kengele na kufunga? Who will take that bell? Nani sasa ndio asema katika majumuisho sasa tunamteua fulani ndio atabeba kengele na kwenda kumfunga paka? Na wakati huyo fulani mlijadiliana pia, wakati huyo fulani mliyemchagua anapokwenda kumfunga paka kengele, paka wakati huo atakuwa anafanya nini? Hilo pia mlijadiliana. Yule panya akabaki anatoa macho, akasema hayo yote hatukuyaongea. Kwa hiyo mlipanga mipango yote ya kumteketeza, ya kupambana na paka, lakini hamkujibu how. Na kama hauna how, utabaki tu na maono. Kuwa na maono sio shida. Watu wengi wana maono. Kuna maono ya kifamilia, tunataka mwaka huu tujenge nyumba, tunataka mwaka huu tununue kiwanja, tunataka mwaka huu tuanzishe biashara, tunataka mwaka huu tuwe na watoto 3, tunataka mwaka huu tupeleke watoto shule, tunataka mwaka huu unaweza kuwa na maono million, that's okay. Lakini come to this point, how? Haya maono mwaka huu kama familia tunataka tufanye 1, 2, 3, tutafanya kwa njia gani? How? Usipojibu hii how, yatakuwa ni briefcase vision. Leo hii tunao watumishi wengi wana maono ya kwenye briefcase. Ukimuuliza maono yake, anakupa maono makubwa jinsi ambavyo ataikomboa Tanzania, lakini ukimuuliza how, hana. Na unapita mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wa 10, mpaka miaka anazeeka, hawezi kujibu hii how. Kwa hiyo lazima melancholy anataka ili swali ulijibu how, unaenda kufanyaje, utatumia njia gani? Hata ukienda kukopa, ukimkopa atakuuliza utalipaje? Sio sawa kukopesha tu, hela ya kukopesha nazo, lakini utalipaje? Nipe breakdown, nipe how, utalipaje hii hela? Kwa hiyo unapodili na melancholy, either ni mume wako au ni mke wako, hakikisha in your mind unajibu hili swali, kwa sababu hili swali ndio huwa lina determine melancholy atakupa au akupi. Kwa sababu melancholy ni wagumu kukupa live, tofauti na sanguine. Sanguine they give you live,
Ukimuuzi sanguine pale pale anakupasulia, anakuchana. Lakini melancholi hawezi kukupa live. Atakupa jibu lingine huku ndani ya moyo akijua I'll never give you. Kwa hiyo cha kufanya unapodili na mtu ambaye ni melancholi, sanguine unamshawishi kwa nje na anakubali. Melancholi usitumie ushawishi wa nje kwa sababu hautamsaidia. Mshawishi kwa ndani. Kwa hiyo kabla hajasema chochote, jibu maswali yake kwanza. Bwana, naomba nisaidie mkopo. Nataka mkopo wa milioni 10. Na mkopo huu nitaulipa katika ndani ya miezi 10. Na tayari nao mkakati jinsi nitakavyolipa. Kuna hela zangu fulani ambazo tayari nimeshakopesha mahali fulani, ninasubiria, kuna kazi nimefanya, na unaona hii document hii nionyesha kwamba wameshaanza process. Unaona hii cheki waliniambia baada ya wiki 2 zitakuwa tayari. Unaona na hii hapa. Yaani una breakdown kabisa. Ndio utasikia mwisho anasema okay. Kuna hela fulani nilikuwa nayo ya mtu, nafikiri nitakukopesha hiyo. Hiyo maana yake umejibu maswali yake kabla hata hajakuuliza. You have answered. Hivyo ndivyo unadili na melancholi. Na jambo la swali la ngapi nafika hilo? La 4. Nani atakayefanya? Nani aliyeanzisha? Nani unayemlenga? Kwa hiyo sio tu what, sio tu why, sio tu how, but who. Una maono haya. Nani atakayelipa? Nani atakayefanya? Ndio swali lilomuuliza yule mama pale, alisema mtamfungaje, na ni nani atakayechukua hiyo hatua ya kwenda kumfunga? Who will do that? You have to answer that question. Nani atafanya? Sio tu kwamba atafanya nifanyaje, lakini mnayo mikakati, nani atafanya? Na swali la 5, when. Melancholi wanataka ujibu ile swali, when. Lini? Time frame. Hata kama unakopa, unataka kujua mpaka lini. Hata kama ni idea fulani, inaanza lini, inaisha lini? Kama ni seminar, inaanza lini, inaisha lini? Kama ni kikao, kinaanza lini, kinaisha lini? Kinaanza saa ngapi, kinaisha saa ngapi? Kila kitu kiwe kwenye time. Anapanga kuanzia muda, atakavyotoka, atakavyofika, atakavyofanya nini na nini na nini. Melancholi. You have to answer these 5 questions. Na jambo la 4. Melancholi mara nyingi sio watu wa kusisimka kwa haraka. Kwa hiyo usitegemee mtu atapokea jambo lako kwa haraka. Na hii mara nyingi inawagombanisha viongozi na watu wao, kwa sababu wanafikiri kwamba anaposhare idea yake watu hawajampenda, hawajamkubali, au mume wake hajakubali, hanipendi, maki nimemshirikisha, aniungi mkono. Kumbe hawasisimki kwa haraka. Inachukua muda kumsisimua melancholi. Kwa hiyo ukiwa na jambo lako la kusisimua, unaweza kuja na habari moto, breaking news. Lakini kwa melancholi isiwe breaking news. Kwa sababu mpaka iwe breaking news imsisimue, it will take time. Wanachukua muda mrefu sana kuhamasika, kusisimka na kuhamasika. It takes time. Kwa hiyo uwe na uwezo wa kumvumilia. Jambo la 5, sio wepesi wa kuchangamkia mambo. Wanatumia muda mwingi sana kabla ya kulipokea jambo. Kwa hiyo kama unaishi na mume au mke na una jambo unataka kumwambia mume wako linafanyika kesho, usimwambie leo. Una safari ya kwenda mahali, umepewa sijui wapi huko, kuna seminar nini na nini, unataka mwambie mume wako akupe ruhusa. Kama mume wako ni melancholi, usimwombe ruhusa leo. Kwa nini? Kwa sababu anahitaji time ya kuprocess kabla ya kusema yes au no. Na mara nyingi ukienda leo, jibu litakuwa ni no, hata kama jambo ni nzuri. Ndio pale unaona sasa wanandoa wanagombana. Mimi mume wangu huyu yani hana wito kabisa, hana hata chembe ya kimungu. Nimemshirikisha jambo hili, kuna maombi kule Morogoro. Tunaondoka kesho na wamama, kakataa, eti kaninyima ruhusa. Na nyumbani sio kwamba na kazi, sina kazi yoyote. Kama sio pepo jamani ni nini? Kumbe sio pepo, ni aiba. Ni mtu ambaye anahitaji kumwanzia kule. Mume wangu, tumetangaziwa mwezi ujao kutakuwa na maombi, tumetangaziwa wiki ijayo kutakuwa na kitu fulani, tumetangaziwa wiki ijayo tunajiandaa kwa ajili. Kwa hiyo ana process, na ukimwambia anaweza asijibu chochote, akanyamaza tu. Kesho tena akamwambia naona zimebaki siku 5, sasa ndio ile safari inafika. Unaikumbuka? Kwa sababu ya hii pointi,
hawasisimki kwa haraka, lakini pia hawachangamkii mambo kwa haraka, wanatumia muda mrefu kuprocess. Na kule kutumia kwao muda mrefu hakumaanishi kwamba amesema hapana. Kwa hiyo ukifanya haraka, ukimjaji haraka, wasema huyu mwenyewe nimemwambia kakaa kimya tu, hajipendi, hajapenda. Kumbe wala sio swala la kupenda, ni swala la process. Wana process taratibu. Ni kama walivyo phlegmatic. Nitakuja kuzungumzia kuhusu phlegmatic. Phlegmatic pia, moja ya weakness ya phlegmatic, processor ya phlegmatic iko very slow. Very slow. Phlegmatic ana process taratibu sana, hata kama ni kuendesha gari. Hiyo sio tu kwenye maamuzi ya ndoa, hata kama kwenye driving, mahali pa kukata kona hivi, anaweza kwenda kukatia pale badala ya kukatia hapa, na sio kwamba alikuwa hajapaona. Ni processor inaenda taratibu. Tutakapokuja kwenye phlegmatic nitakuja kuzungumza. Jambo la 6 la melancholi, wakati mwingine hupitwa na mambo mazuri kwa sababu ya kutumia muda mwingi kuchambua jambo kabla ya kuamua. Akifikia wakati wa kuamua, muda unakuwa umepita, too late. Melancholi wao wanapitwa na opportunity nzuri. Inaweza katokea jambo limekuja kwa haraka na linatakiwa jibu la haraka, lakini kwa sababu wanatumia muda mrefu kuchambua kabla ya kusema yes or no, ile jambo nakuta lishapita. Kwa hiyo kuna muujiza unaweza ukaja kwa haraka, unahitaji jibu la haraka, kwa sababu ya kutafuta logic na kuchambua, muujiza unampita, baraka ile inampita, au jambo lile zuri linampita kwa sababu ya kuchambua kutumia muda mwingi kuchambua kabla ya kupata jibu. Na jambo la 7, mara nyingine humzuia Roho Mtakatifu kutenda kazi katika maisha yao kwa sababu ya kutafuta lojiki au ukamilifu kwenye kila kitu kwanza kabla ya kupokea kile ambacho Roho Mtakatifu anazungumza. Kwa hiyo katika mambo ya rohoni, ndio nilisema mwanzoni kwamba hapo phlegmatic, melancholi wana shida. Mambo mengi Roho Mtakatifu huwa anawapita. Kwa nini? Kwa sababu ya kutafuta lojiki. Mungu anazungumza, na kuna mambo mengine Mungu anazungumza hayana lojiki, ni ya kimungu. Hapo sasa ndo kwenye weakness ya melancholi, kwa sababu Mungu anaongea na ni jambo ambalo halihitaji lojiki ya kibinadamu ili lifanyike. Melancholi anataka kila kitu kiende kwa lojiki, kwa mpangilio mkamilifu. Vitu vingine havina lojiki. Nimeandika andiko hapo la Wafalme wa Pili sura ya 5 na mstari ule wa 12 hadi wa 14. Logic. Utakutana na habari za nani yule? Naamani mwenye ukoma. Hakuwa ameona lojiki. Kwa nini akaoge Yordani? Kwa nini akaanza kuuchambua mto Yordani? Una matope mengi. Kwa nini kwenda kuoga kwenye mto wa matope? Alafu pale jirani kulikuwa na mito mingine. Kama ni swala la mto, mbona hata hapa ipo? Kwa nini kwenda kule? Kwa hiyo muujiza umeambiwa kaoge Yordani. Yeye anaona kwa nini Yordani badala ya hapa? Kuanza kuchambua. Kwa hiyo wakati mwingine unachambua sana mpaka yale mambo ambayo ni ya kimungu hayahitaji uchambuzi wa akili za kibinadamu, na kwa jinsi hiyo mara nyingi Roho Mtakatifu anawapita na kuacha. Na jambo la 8, hupenda kuweka mambo na maumivu moyoni. Hiyo ndio sifa mbaya. Niko kwenye sifa nzuri, lakini nimeiandika hapo makusudi kama nisipozifikia kule mbele. Melancholi, moja ya changamoto kubwa alionayo tofauti na sanguine, melancholi anaweka mambo moyoni. Sanguine anaweka mambo akilini. Yakipita akilini dakika 2 ameshasahau. Sanguine mnaweza mkagombana hapa leo, akakasirika, akaongea mpaka anatetemeka, akashika panga, akashika lungu, akashika nini, anataka kumaliza mtu. Ni kwa sababu ile emotion iko juu. Ikishuka ikapoa, huwezi kuamini kama yule alikuwa anashika panga. Atarudi kwa upole kabisa, bwana, ndugu yangu, bwana tusameane bwana, shetani tu alinipitia bwana, unafikiri hata nilikuwa ni mimi?
yaishe tu Bwana. Na kweli kule ndani ya moyo wake hamna kinyongo, hamna chochote. Lakini shida kubwa, ukiolewa na melankoli, ukioa melankoli, moja ya changamoto unayotakiwa kuijua, moja ya struggle ya kiroho alionayo melankoli ni kinyongo cha moyo. Melankoli ana chumba kikubwa moyoni cha kuhifadhi takataka, sio mambo ya maana, takataka. Alinikosea pale na pale na pale, anakusanya yote hayo, anayatupia moyoni, anatembea nayo, anatembea na maumivu. Kwa nini nisema hupenda kuweka mambo au maumivu moyoni, na si wepesi wa kuachilia maumivu ya moyo kwa haraka. Kwa hiyo anatunza vidonda. Ukija kwenye psychology kule wanasema wanaoongoza kwa madonda ya tumbo, BP, mapresha, manini, makuparalyze ni kina melankoli. Ndio wana paralyze sana, ndio wana mapresha sana, ndio wana makolokolo kibao. Sanguini mara chache sana kupata haya makolokolo. Kwa nini? Kwa sababu moyo wa sanguini hauna kitu ndani, uko empty. Yani sanguini anakasirika, mnagombana, anakutukana, mnaachana. Anakasirika, anakunasa kibao, mnaachana. Yani ndio imeisha. Melankoli huwa wapigi, niliwaambia jana, they don't slap. Ile slapping ni ya sanguini, sio ya melankoli. Melankoli hapigi kibao, hawezi kunyanyua mkono kumpiga mke wake au kumpiga mume wake au kufight kwa nguvu. Fight zake nyingi zinaenda kwenye emotions, ataishia kwenye emotions. Na kwa sababu ya zile emotions anatunza hayo makolokolo moyoni, na yatasababisha madonda, yatasababisha magonjwa, yatasababisha asiwe na amani, kwa sababu ni mgumu sana kwenye kulilizi. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu msamaha, somo la msamaha, sanguini ataelewa somo la msamaha kwa haraka, na sanguini ata apply zile principles za forgiveness kwa haraka kuliko melankoli. Hata katika mahubiri, ukihubiri, melankoli anaweza kuja kuapply yale mahubiri ya msamaha, sio siku ile ya mahubiri. Wachache wanaweza siku hiyo, walio wengi wa melankoli hawata apply zile principles that very day, kwa sababu ina take process inawachukua muda mrefu sana kuachia. Tofauti na sanguini, alimkosea mtu fulani, jamani, wanaotaka kujisalimisha, kama unikosana na mtu nasema Mungu, leo niko tayari kuachia, na mwachia fulani, nataka nije maombi, njoo hapa mbele. Wengi watapita sanguini na wataachia kwa uwazi. Melankoli watabaki kwenye kiti, bado wana struggle. Anajua kabisa kama anatakiwa niachie, lakini ni uzito, nitamwachiaje? Kwa sababu kile chumba kimejaa takataka, kimejaza watu wabaya, kimejaza maovu aliyotendewa, na anakumbuka every detail. Siku ukimkosea tena, sanguini ukimkosea, kama mligombana mkamalizana, siku ukimkosea sanguini hawezi kuambia mambo ya nyuma. Lakini melankoli mkikosana naye leo kwa kosa la leo, unakumbuka kwenye msiba wa marehemu babu mwaka 83 anaanzia 83, leo ni 2016. Hebu angalia hiyo safari ya kutoka 83, kila station mliogombana anaileta mpaka kwenye hili kosa la leo. Alafu sasa unasemaje kwamba wewe ni mzuri? Angalia lile nikakusamee, hili nimekusamee, lile nikasamee, lile anapanga foleni yote, afu anakuambia sasa na leo nataka nikusamee. Angalia na yale. Kwa hiyo kudili, ndio maana jana nilisema watu kudili na sanguini ni rahisi sana, lakini kudili na melankoli kunahitaji neema sana sana sana. Jambo la ngapi nimefika? La 9. Ni mtu msafi sana, anayependa mpangilio, kuanzia katika mavazi, makazi na hata eneo la kazi. Moja ya sifa nzuri ya melankoli, mpangilio. Melankoli hata akivaa suruali nyeusi, shati sijui nini, anatafuta kuna weusi kwenye shati,
kuna rangi inayo mechi. Kwa nataka kuhakikisha kwamba ya shati ya nini vimekaa sawa, kuna mpangilio. Melancholi hataki kachumbari, mara sijui huku mara sijui huku, njano nyekundu sijui nini. Mpangilio. Na sio kwenye mavazi tu, nyumbani kwake, anakolala, anakokaa, anakofanya kazi, faili lake akilitaka document fulani iko pale, akitaka Biblia iko mahali fulani, ataki ile vurugu. Na jambo la 10, anajali sana afya na mahitaji ya familia yake. Hahitaji kuhimizwa kwa ajili ya kutunza familia yake, hasa kwa kutimizia mahitaji yao ya kila siku. Melancholi na mahitaji ya familia ni wazuri sana kwenye mahitaji, tofauti na sanguini, tofauti na phlegmatic kwenye mambo ya mahitaji ya kifamilia. Aiba ya sanguini na aiba ya phlegmatic hawajali sana mambo ya kifamilia, kutunza familia. Wamama wengi walioolewa na kina sanguini, wamama wengi walioolewa na kina phlegmatic wanajitunza wenyewe. Tena wakati mwingine wanawatunza na waume zao, hasa phlegmatic. Phlegmatic wengi wanaume wanatunzwa na wake zao, wanategemea wake zao zaidi kuliko wao wenyewe. Lakini melancholi kwenye habari ya mahitaji, melancholi anawaza chakula cha watoto, anawaza mavazi ya watoto, anawaza ada za watoto, anaweza akajibanabana kule, lakini anasema watoto wanahitaji hiki, watoto, bila kuhimizwa. Sanguini na phlegmatic ni mpaka uwe na nyimbo ya taifa ndio ada ya shule itoke. Umeimba sana na chorus na beti kadhaa, ndio ada ya shule inatoka. Kwao anaona tena, akitoa anaona ni kama ametoa msaada, sio wajibu. Ndio basi, mimi unajua nawatunza, unajua mimi nawatunza, mimi nawalisha, mimi nanunua hiki. Una haja ya kukaunti? Ukiona mtu ana kaunti, hiyo ni moja ya dalili ya sanguine, kwa sababu sanguine ana assume kwamba responsibility ni zetu wote. Juzi nilikuwa naongea na mtu, ananipigia simu client wangu mmoja, analalamika kwa sababu mke wake amesimamishwa kazi. Sasa unajua bwana kansela, mambo yamekuwa yani mimi mpaka sielewi bwana, sielewi kabisa hii dunia inakwendaje. Nikamuuliza kwa nini? Sasa hivi unajua huwezi kuamini, yani nakwambia mtumishi, huwezi kuamini, ugali ni mimi natafuta, chakula cha kila siku ni mimi natafuta, hela ya umeme ni mimi natafuta, maji ya kodi bili ya maji ni mimi nalipa. Yani huwezi kuamini mke wangu alipi chochote. Yani kila kitu, huu mwezi wa 3 sasa, kila kitu nalipa mwenyewe, mke wangu amekaa tu hana chochote. Uliza, wewe shida yako ni nini? Kama mkeo alikuwa analipia bili ya umeme, kama mkeo alikuwa analipa kodi ya nyumba, kama mkeo alikuwa analipa chakula, shukuru Mungu, alikuwa anakusaidia. Hiyo sio kazi yake, na hiyo ni biblical, kibibilia. Mwanamke sio kazi ya mwanamke kuleta chakula, sio kazi ya mwanamke kulipa kodi, sio kazi ya mwanamke kufanya jukumu lolote la kifamilia. Kibibilia sio jukumu lake, ni jukumu la nani? La mwanaume. Kwa hiyo ukiona mwanamke analipa kodi au anachangia kwenye kulipa kodi au anachangia kwenye kusomesha watoto au anachangia kwenye kuleta chakula, unatakiwa uje utoe sadaka ya shukrani hapa Jumapili. Maana umesaidiwa majukumu yako. Mungu hakumwagiza mwanamke afanye kazi. Aliyepewa jukumu la kutunza familia ni mwanaume. Mungu alisemaje? Nafikiri Mwanzo ile sura ya 2 na mstari ule wa 15. Hapo anatoa maagizo kabla Eva hajaja. Hapa Eva hayupo. Wakati Mungu anatoa maagizo ya kazi, Eva hayupo hapo. Anaongea na Adamu tu. Kamwambia, nimekukabidhi ardhi kwa kazi kubwa 2. Ufanye nini? Uilime na kuitunza. Kazi ya kulima na kutunza ni ya mwanaume. Mwanaume ndio una jukumu la kutunza mkeo, ndio una jukumu la kutunza watoto.
Kwa hiyo usilalamike. Usilalamike wakati mkeo aleti hela. Sio kazi yake. Komaa. Komaa ndo wanaume. Ndio maana unaitwa mwanaume. Mwanaume ni kichwa. Mwanaume ni msingi. Mwanaume ni foundation. Dunia ina watu bilioni 6. Watu wote bilioni 6 wametoka kwa mtu mmoja. One male. Adam. Bilioni 6 wametoka kwa Adam. Mungu aliumba mtu mmoja tu. Hakuumba watu wawili. Mara nyingi tunakosea, tunasema Mungu aliumba Adamu na Eva. Hajaumba Adamu na Eva. Alimuumba Adamu tu. Eva alitoka kwa Adamu. Kusoma maandiko anasema Adamu alipozinduka akasema huyu ni mfupa. Unasikia? Tena sio mifupa. Akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Ni moja tu ya mifupa. Ni nyama katika nyama zangu. Kwa hiyo mwanaume ni foundation. Unajua ule msingi wa ghorofa? Wale wajenzi wanafahamu, maengineer sijui kama wapo. Wanasema hivi, uzito wa ghorofa wote uko hapa kwenye msingi. Kwa hiyo ukiwa unajenga ghorofa 10, hawajali sana hela ulizonazo kwa ajili ya kupandisha kule juu. Wanaangalia hapo unakoanzia. Unachokizika huku chini kitaweza kubeba ghorofa 10 zijazo. Mwanaume ndio ule msingi, analala pale chini. Kwa hiyo mke anakuja anajengwa pale juu. Mtoto wa kwanza amejengwa pale, mtoto wangapi amejengwa, wote wanaofuata watapanda juu ya ule msingi ambaye ni mume. Alafu kwa bahati mbaya sasa ghorofa ndio linaonekana zuri kule nje. Jamani, cheki ile ghorofa. Wow. Yaani linapendeza. Hakuna mtu anaangalia msingi. Kwa hiyo maana yake nini? Inamaanisha kwamba msingi huwa hauongei. Msingi huwa haujisifii. Wenyewe unafukiwa chini, hauonekani. Sasa ukianza kupiga kelele, angalia mimi ndo natoa ugali, mimi ndo natoa, msingi huwa hauongei. Msingi unalala chini kule kimya, ukaliwe vizuri. Ulaliwe vizuri, haupigi kelele. Kwa hiyo ukianza kuona mwanaume anapiga kelele kwamba kwanza mimi ndo nawalisha, mimi ndo nawasomesha, wengine anamwambia kwanza wewe shukuru Mungu nimekuoa. Mmoja alikuwa ananiambia mume wake anamnyanyasa, shukuru mimi nimekuoa, nimewapunguzia mzigo wa wazazi wako. Umekuwa mzigo mpaka leo kwa wazazi wako, mimi nimekuoa, shukuru Mungu. Huyo hajajua bado kama yeye ni msingi. Kwa hiyo wanaume ukitaka kujua moja wanaopiga kelele sana, nilikuwa nazungumzia hiyo pointi ya ngapi? Ya 10 kwenye mahitaji. Melancholi anajali afya yake na mahitaji ya familia yake. Na 11, anachukua muda sana kuoa au kuolewa. Angalia hapo. Melancholi, moja ya sifa yao, they will take time kuoa. Anaweza akawa na kazi, anaweza akawa na elimu, anaweza akawa na afya, anaweza akawa na kila kitu, lakini haoi. Lakini haolewi. Ana kila sifa ya kuolewa, haolewi. Moja ya sababu ni aiba. Kwa sababu ukimuuliza anakuambia bado sijapata wa kumwoa. Alishamchumbia Stella, akamchambua Stella, anaanza kumchambua in and out. Alafu anamwangalia anasema huyu ana udhaifu, anifai. Weka pembeni. Tafuta mchunga mwingine. Akampata Esther. Akamchumbia Esther, akaanza kumchambua. Huyu ana udhaifu, anifai. Akamtafuta Joyce. Ana udhaifu, anifai. Hakuna mtu utakayempata sasa ambaye hana udhaifu. Hajazaliwa bado. Na hatazaliwa. Kwa sababu kila anayezaliwa anazaliwa na dhambi. Unajua hivyo? Hata utoto tudogo tunasemaga tu malaika wa Mungu. Na wenyewe tuna dhambi. Tuna madhaifu.
Kwa sababu ile dhambi ya asili ilisababisha hamna mwanadamu yoyote duniani ambaye atazaliwa akiwa hana dhambi. Lazima tu atakuwa na dhambi. Ndio maana ukitaka kujua hiyo, wewe angalia watoto wadogo hawa. Kwa sababu tayari wana kile kirusi cha dhambi ambacho kiko ndani ya mwanadamu. Anayekuja ukiondoa tu ni wokovu. Bila hapo, hata kama ukiwa muungwana unafanya mambo yote mazuri, utaishia kuwa muungwana na sio mtakatifu. Kwa sababu kile kirusi akitoki kinatolewa na damu ya Yesu tu. Ndio maana wadogo unakachukua watoto kadogo, ukitaka uelewane nako vizuri, ukimwambia ukweli mtoto mdogo mnagombana. Kwa sababu kirusi kilichoko ndani ni cha dhambi. Kinataka maneno ya uongo, maneno ya dhambi, ndio mtaelewana. Wewe kama uamini, kama una mtoto mdogo, kajaribu mtoroke asubuhi, mwambie mwanangu, mimi nakuacha naenda kazini. Atalia. Atataka muondoke wote. Ukitaka anyamaze, asikulilie, arudi nyumbani kwa amani, mdanganye. Mwambie wala siendi kazini, naenda hapo kwa Asmani kukununulia pipi Nisubiri mwanangu nakuletea pipi, nikija nakuletea na zawadi sawa Atanyamaza. Kwa nini? Kwa sababu umemdanganya. Kwa hiyo wiring ya ndani ni ya dhambi na ulichokitoa nje ni dhambi, vimeconnect vizuri. Lakini wiring ya dhambi ukiiletea na wiring ya ukweli inapiga shoti. Hataki ukweli. Kwa sababu ile dhambi ya asili. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia hao melankoli wanachelewa kuoa kwa sababu ya kuchambua kupata the right one. Perfect. Ambaye hayupo. Wadada ni hivyo hivyo, anakuja mkaka anamwambia kweli kazi ndio. Anamwangalia elimu ndio. Ile miguu nitayapeleka wapi? Kwa hiyo unakuta vingine vyote viko sawa lakini miguu tu. Anakataa, huyo siwezi. Anakuja mwingine miguu iko vizuri, kazi anafanya vizuri. Sio jamani, hilo pua kama kichuguu nitapeleka wapi huyo hata kumtambulisha kwa marafiki zangu? Bwana. Kila kitu sawa, pua tu. Kwa hiyo anaweza kupata watu 100, kila mmoja ana kasoro. Anasubiri ambaye hana kasoro, hajazaliwa bado. Na 13, 12 wanapenda kazi kuliko watu. Melankoli ni mtu wa kazi, sio watu. Sanguini ni mtu wa watu. Jana nilisema hata akiwa dukani yuko tayari atoke dukani, mteja akiondoka anaenda kule walikokaa watu nje kupiga story. Melankoli ni kazi, tunawaita they are machine people. Ni watu wa kazi, sio watu. Kwa hiyo akienda nyumbani anataka kazi, sio kuzungumza, sio story. Ametoka kazini akafanya kazi, akafika nyumbani anawasha kompyuta tena anaendelea na kazi. Kama ni biashara, akitoka kazini akifika nyumbani, biashara tena inaendelea nyumbani. Kama ni nini, anaenda kwenye banda la ng'ombe, akimaliza banda la ng'ombe anaenda huko, akimaliza huko. Yani ni mtu wa kazi from beginning to the end. Hataki muda kwa kuongea. Na hiyo ndio shida ambayo inawakuta wamama walioolewa na kina melankoli, kwa sababu they don't enjoy that fellowship. Melankoli hataki mambo sijui tunaenda shopping. Ya nini? Wasting of time. Huu muda si ningekuwa nimeshafanya kazi. Sisi tunaenda eti outing, wa nini? Kula nje kwa nini? Hapa ndani hatuwezi kula. Tunashindwa kupika hapa. Why wasting time? Huu muda si ningekuwa nimeshafanya kazi. Ile fellowship kwa melankoli ni ndogo sana. Wanatumia muda mwingi kufanya kazi kuliko kutumia muda mwingi kukaa na watoto, kuongea na mke wake, kuongea na mume wake na kadhalika. Na jambo la 13, anapenda kufanya mambo kwa kutumia akili sana na kwa kina. They think. Mambo mengi yanatumia akili kama nilivyozungumzia hapo awali. Ni wazuri sana katika mambo ya masomo na vitu vinavyoshughulisha akili. Hapo ndo uzuri wa melankoli. Anatumia akili to the last drop. Anaikamua akili kuchambua. Huwezi kufanya jambo tu juu, anatumia akili zaidi. Kwa hiyo katika masomo ni wazuri. Na hata katika utafiti ndio wanaongoza kwenye elimu. Watafiti wanasema professionals wengi wako kwenye kundi la melankoli. Most of professionals. Why? Kwa sababu ya hii haiba, wanapenda kusoma. Moja ya changamoto ya sanguini,
Sanguini hataki kusoma. Yaani ukimpa kitabu ni mzigo. Ndio maana hata ukija kwenye Biblia inakuwa tena ukishaongeza na majaribu hapo ndo basi. Lakini ni mara chache sana kumkuta sanguini anasafiri kutoka hapa kwenda Mbeya kabeba kitabu anasoma kwenye basi. Mara chache sana. Sanguini akiingia kwenye basi hataki kitabu, anataka video. Bwana wewe konda vipi bwana, gari kimya kimya kama tuko kwenye msiba bwana. Hebu tuwashie hapo angalau movie. Sio kitabu. Wakati wa Melankoli TV imewashwa kwenye gari, yeye angalie kule, kainama hapa na kitabu. Anachungulia, akiona watu wanacheka sana, anachungulia tu huko, anarudi kwenye kitabu tena. Mpaka wanamshangaa, huyu naye anaenjoy maisha sangapi? Na jambo la 14. Melankoli, jambo la 15, melankoli huwa makini sana na maneno anayoambiwa na watu. Hapa sasa, kama una mume au mke, be very careful. Kinachommaliza melankoli ni maneno hasi, negative words. Bas, ukitaka kummaliza melankoli, maneno negative. Melankoli anaumizwa na maneno zaidi kuliko kuumizwa na kitu kingine chochote. Kwa unapodili na melankoli ambaye ni mume au mke, hakikisha maneno ya negative unayavalisha nguo. Neno kabla hujalitoa kwa melankoli, livalishe nguo. Sanguini ukitupa neno, jana nilisema hata yale matani mazito kwa sanguini anabeba na anacheka. Melankoli sio watu wa matani. Unaweza kuwa unaongea jambo zuri kwa nia nzuri tu kwa utani. Melankoli anaga utani. They take serious everything. Kwa hiyo unaweza ukaongelea jambo kwa utani, ukamtania mume wangu, ukamtania mke wangu. Kwa melankoli ikifika haiwi utani, inakuwa serious. Na kama ilikuwa ni utani wa negative, inabadilika inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo unapotaka kuongea jambo kwa melankoli ambalo ni la utani wa negative, utani mbaya, think twice. Kwa sababu mumeo kama ni melankoli hataki matani ya negative, au mkeo, they take it serious. Kwa unakuta ndoa nyingi zinagombana, wanandoa kila siku wanakuvurugana kwa sababu sanguini anapenda utani. Anapenda kuongea utani, anapenda kutania. Melankoli hataki. Sasa mkitania utani mdogo unaishia kwenye ugomvi. Mnaishia kwenye usuluhishi. Mnapatana, kesho tena mnataniana, unaishia kwenye ugomvi. Sababu mmoja anapenda utani, mwingine hapendi utani. Kwa hiyo be careful unapodili na sanguini. Weka chujio. Weka chujio mdomoni. Zaburi ile 141 mstari wa 3, maandiko yanasema weka mngojezi kinywani mwangu. Weka chujio, yani kuwe na mlinzi. Kabla hujatoka neno, mlinzi ame. Kazi ya mlinzi ni mbili: kuhakikisha kwamba kisichotakiwa kuingia akiingii na kisichotakiwa kutoka akitoke. Ndio kazi ya mlinzi. Zaburi 141 inasema Bwana weka mlinzi kinywani mwangu, mngojezi. Kazi ya mlinzi ni kuhakikisha kwamba maneno nitakayoyatoa yasitoke maneno ambayo yataenda kuumiza, na nitakayopokea yasiingie maneno ambayo yatakuja kunijeruhi. Unaweka mlinzi katikati pale. Kwa hiyo melankoli ni watu wanaopenda jambo la 16. Melankoli ni mtu anayependa, ni mtu ambaye akiamua kujitoa anajitoa kweli kweli. Sifa ya melankoli, siku akisema ameamua, melankoli akiamua kuokoka anaokoka kweli kweli. Melankoli akiamua kutoa anatoa kweli kweli, serious. Sio ile ya kubangaiza, sio ile shilingi 2000, sio ile ngapi. Akiamua kusacrifice ana sacrifice kweli kweli. Kwa hiyo ni watu wazuri, tukijua kukaa nao vizuri katika familia, watatoa sana kwenye familia, watajitoa sana kwenye familia tukipatia channel zao. Kwenye kanisa ni hivyo hivyo, watajitoa sana kwenye kanisa tukiwapatia. Na jambo la 17, ana hisia kali za asili. Anaumizwa kwa jambo, akiumizwa kwa jambo anaumia kweli kweli.
na akifurahishwa kwa jambo fulani anafurahi kweli kweli. Kwa kama nilivyosema hapo awali, wanaumizwa zaidi na maneno negative, na akiumia anaumia sana. Na kama kumbuka nilivyokuambia, melancholi ana plastic smile. Anaweza akaumizwa na jambo asikwambie, akaliweka tu moyoni akakuchekea, lakini kule ndani anavuja damu, kule ndani kaumizwa na jambo fulani, tofauti na aiba nyingine. Na jambo la 18, ni rafiki mwaminifu sana kwa wachache anaowakubali, lakini hapendi kutengeneza marafiki wengi. Kwa hiyo sio mtu wa marafiki, tofauti na kundi lingine. Jana nilisema anaweza kuleta marafiki sanguine, anaweza marafiki mpaka wanalala kwenye corridor. Ukienda uani usiku unaruka watu ndio uende chooni. Lakini melancholi anataka very small people, amount of people katika familia: baba, mama, mke, mume, watoto, basi. Sio tena na mjomba na shangazi na binamu na nani wanakuja kuishi hapa. Kwa melancholi hiyo hapana. Anataka the family to be very small na sio kubwa. Lakini pia kwenye marafiki, hana marafiki wengi kama alivyo sanguini. Na jambo la 18 la 9, mara chache sana kutengeneza marafiki. Na 20, hapendi mambo ya kuendeleza undugu. Kama nilivyosema jana, sijui tuna kikao cha ukoo, cha wanandugu, cha nini. Kwa melancholi sio vitu vyake. Lakini pia ni mtu wa kutegemewa, ni mtu ambaye anategemewa sana. Familia ikiwa na melancholi wana uhakika. Hata ukoo, kwenye ukoo kukiwa na melancholi kuna uhakika. Hata kwenye kamati pia kukiwa na melancholi kuna uhakika. Kwa hiyo lazima ufanye balancing ya kuchanganya watu wa aiba zote kwenye vikao vyao, kwa sababu kuna aiba kama ya melancholi itasaidia kuchekecha mambo. Hata alitapita jambo kirahisi, litachambuliwa kwa sababu moja ya sifa ya melancholi ni critic. They criticize. Hii bwana hapana, hii bwana anapinga kabisa, mpaka wengine mnamchukia kwenye kikao. Bwana fulani asiwepo kwenye kikao kwa sababu anapingaga sana, lakini wanapinga kulichekecha jambo mpaka lipatikane clean. Hawana ile yes sir, alafu mnafunga kikao mnaondoka. Kwa hiyo ni wa muhimu. Na jambo la 22, wanataaluma wengi wako katika kundi hili kama nilivyozungumza. Ana uwezo wa kuangalia vikwazo kwa makini vya jambo kabla ya kulifanya jambo. Jambo lingine, hakuna kundi lolote la haiba ambalo linaweza kufikia nguvu ya kundi hili anapokuwa amejazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu chochote melancholi akikusudia kukifanya atakifanya kwa moyo wake wote. Amen. Kumaliza nikupe maswali machache. Madhaifu yake melancholi. Mtazamo wa melancholi, karibu kila jambo analitazama kwa mtazamo negative, hasi. Kwa hiyo kwa melancholi anaangalia matatizo zaidi kuliko kuangalia mazuri. Macho ya melancholi hayatafuti mazuri, yanatafuta matatizo. Umekosea wapi? Hujapatia wapi? Sio umepatia wapi. Kwa hiyo ni weakness, kwa sababu unaweza ukafanya jambo zuri, melancholi haoni. Melancholi asifii. Melancholi ambaye ni mume ni mara chache sana kumsifia mke wake. Melancholi hawezi kusifia mke. Mama watu kajipamba, kavalia, nywele zenyewe hajagalamia huyo mume, gauni lenyewe ni mwanamke kajitafutia mwenyewe, kajipendezesha. Ile tu kusema umependeza, melancholi asemi. Hata upendezeje, hata ujipitishe pale hivi, angalau basi aone. Na bwana unapita hapo nini, hebu sogea huku bwana unanziba. Badala ya wewe unajipisha akuone, yeye unakuwa kero. Kwa sababu melancholi ana changamoto hii. Moja ya tatizo lake ni hilo, negative. Anaangalia makosa kuliko kuangalia mema. Ukipika chakula hawezi kusifia kwamba mke wangu umepika chakula kizuri, hawezi. Ukipika chakula kizuri asemi, asemage asante. Asante ya nini wakati hela nitafuta mwenyewe? Ashukuru kwa chochote. Kwa hiyo ni weakness za melancholi. Melancholi ni watu wanaoongoza kwa kupata matatizo ya msongo wa mawazo, stress. Wana stress nyingi, kuparalyze
stroke nini? Kwa sababu ya stress. Melancholy ana stress nyingi kuliko za sanguine, kwa sababu melancholy hawachekagi. Hata kwenye utani ukichekesha melancholy hacheki. Watu wanacheka, melancholy amekaa kimya tu. Na sisi kwenye psychology tunasema moja ya outlet ya stress ni kucheka. Mwanadamu anayecheka ana afya kuliko asiyecheka. Kwa hiyo kadri ambavyo haucheki, maana kuna misuli ambayo haifanyi kazi. Ni kama kwenye ukisoma kile kitabu cha Aiba ya Tendo la Ndoa, nimeandika ni sawa na mke ambaye huwa afiki kileleni, anapata matatizo ya afya. Kwa sababu tu ya kutofika kileleni unapata matatizo ya afya. Kwa sababu unapofika kileleni mwili unasisimka, mwili unatigishika, kuna tension zinatoka, zinaachia. Misuli kuna vitu inaachia kwa kule tu kufika kileleni. Kwa mwanamke ambaye afiki kileleni, anashiriki huduma za nyumba lakini kileleni afiki, atadevelop matatizo mengi. Kichwa, wako wa mama wanaumwa kichwa kila siku. Akisikii panado, akisikii dawa. Kile kichwa kinakuwaga sio cha kuuma tu kawaida. Kile ni cha, kwa sababu hajafika Kilimanjaro, anaishia tu bondeni. Ataumwa kichwa. Wengine inavuruga mzunguko wa damu wa ile siku zake. Apati ai consistent. Mara inakuwa ndefu, mara inakuwa fupi. Mara anapitiliza, mara inaenda kwa muda mrefu. Hiyo ni moja ya dalili za mtu ambaye hajapata muda mrefu. Anakuwa na hasira kila wakati. Kitu kidogo tu kashakasirika, yani kidogo tu kashakasirika. Hata katoto kamedondosha tu kitambaa, mama anachukua chupa anaenda kumbamiza nayo. Wako watoto wanaadhibiwa kwa adhabu za baba zao. Baba hajatimiza majukumu yake kule ndani, mama kapata stress haya, mtoto hasira zinaenda kwa mtoto. Na mama hajui kama ni hasira za kule ndani. Anajikuta tu na hasira, chuki. Anamchukia tu, anaweza kumchukia mama mkwe, anaweza kumchukia mume wake, anaweza kumchukia nani from nowhere. Yani mimi simpendi, ndio unasikia sema mimi damu yangu na yule haipatani. Sio damu. Wengine ni huko. Kule ndani hakujakaa vizuri. Na kule kusukakaa vizuri kunasababisha huku nje pia kunakaa vibaya. Na tatizo lingine, melancholy ni mgumu sana kuomba msamaha. Na pia ni vigumu kusamehe. Hayo ni madhaifu. Moja ya madhaifu ya melancholy, kuomba msamaha. Nimekosea mume wangu. Anaweza kama amekosea kabisa mpaka unaona alisa kosa liko wazi. Muombe basi, hata kwenye kikao, muombe basi mmeo msamaha. Kwa kweli mimi nadhani kashanielewa. Omba msamaha, mwambie mume wangu nimekosa. Yaishe basi. Ni wagumu sana kuomba msamaha wanapokosea. Lakini pia ni wagumu sana kutoa msamaha wanapoombwa. Anaweza kama amekosewa, anaombwa msamaha, sasa asamee. Yaani ile kusema nimekusamee, kukuachia, ni ngumu sana. Hiyo ni madhaifu yao. Na jambo la 5, mara zote huwa anajikagua katika imani zake za kiroho na kujikuta hajakamilika kichwani kwake. Hata anakuwa hata akiwa anaabudu zaidi kuliko wengine. Yani kwa maana nyingine anatembea na ile hali ya kwamba sijafanya inavyotakiwa, sijaomba inavyotakiwa, which is good in another way. Lakini kwenye mambo ya kiroho kwamba sijatoa inavyotakiwa, sijaomba inavyotakiwa. Lakini ikija kwenye mambo mengine inakuwa tena ni weakness. Hasisimki kucheza na nini, kama nilivyozungumza. Anaweza kuwa mgumu na anayetafakari zaidi na sio mwema. Akiamua kuwa tafu, anakuwa tafu kweli kweli. Yani ukimuuzi akasema sasa ngoja ni mkomeshe, anakuwa very tough. Anakaza line zote, kila mahali anahakisha kwamba upati wepesi kwenye eneo lolote. Anaweka mambo mengi ndani ya moyo kama nilivyozungumza. Anaona upande wa mabaya tu kuliko upande wa mema kama nilivyozungumza. Akiwa nyumbani anaweza kuwa sio muongeaji, upenda kusoma vitabu, magazeti, kuangalia TV, lakini sio kuongea na familia. Ni mtu anayependa sana usiri na sio rahisi kumjua melancholy siri zake za undani. Kuna baadhi ya vyumba hawezi kuvifungua kwa mtu yoyote.
takaa naye, lakini kuna vyumba vya siri zake atatunza, vya maumivu yale nilikuwa nayazungumza hawezi kuyashare. Anapenda ni mtu anayehitaji mapenzi mengi zaidi kuliko, yani anahitaji kupokea mapenzi mengi kuliko kutoa. Kwa hiyo ukisoma kile kitabu cha Aiba za Tendo la Ndoa utaona moja ya watu ambao wanaongoza kwenye tatizo katika mambo ya unyumba ni melankoli. Watu ambao hawafanyi vizuri, wa kwanza kabisa ni koleriki, ndio wanaongoza kwa kufanya rafu kwenye mambo ya unyumba, hawanaga time na unyumba, imekwisha. Alafu wanafuatia melankoli. Melankoli pia ndio wanafuata second katika mambo ya unyumba, hawafanyi vizuri, yani wanatarajia kupokea zaidi kuliko kutoa. Kwa kama ni mume anatarajia yeye ndo ahudumiwe, yeye ndo afanyiwe hivi na hivi, lakini sio yeye kufanya. Na kama ni mke ni hivyo hivyo, kama mke ni melankoli anatarajia yeye ndo afanyiwe, lakini yeye asifanye kitu chochote. Wako tayari kupokea mambo ya mapenzi, lakini sio kutoa. Akiumizwa moyoni anaumia katika kiwango kikubwa sana, na adhabu ya melankoli hampi aliyemuumiza, anajipa mwenyewe. Kwa hiyo melankoli akikata tamaa, sanguini ukimuuzi anatafuta panga na kumaliza nalo. Melankoli ukimuuzi hakuui wewe, anajiua yeye. Kwa hiyo melankoli akikasirika to the maximum na akashindwa kuhendo ile hasira kama ya sanguini ambavyo angekuja apige nyumba, achome nyumba moto, melankoli achome nyumba moto. Sijui amemfumania mume wake au mke wake kule, anakuja anawasha moto, melankoli hafanyi hizo. Melankoli ukimuuzi hata kuadhibu wewe, atajiadhibu yeye, na adhabu anayojipa ni kujiua. Kwa hiyo melankoli wengi huwa wanajiua, anaenda kunywa dawa au anajinyonga. Akiona ameshikwa na jambo ambalo hawezi kuvumilia, anajitundika, ndio anaona hapo nimemaliza mahesabu. Na jambo lingine, anataka aambiwe kuwa anapendwa, anajaliwa, aidha ni mwanaume au ni mwanamke. Melankoli anataka hiyo praise ya kuona kwamba unamuappreciate, unampenda, unamjali. Akija na samaki anataka utambue kwamba alileta samaki na ushukuru katika kiwango ambacho atafeel kwamba watoto wameshukuru, mama ameshukuru, familia imeshukuru, nimeleta unga. Akifanya jambo hata kama ni mwanamke anataka mume aseme kwamba kwa kweli naona mama buibui leo hamna, yani nyumba inanukia vizuri, umepiga na perfume, kwa kweli pamekaa vizuri. Anataka asikie hiyo. Na kutokana na hali yake ya kuchagua sana, inakuwa ni vigumu sana kwa watu wengi kumpendeza melankoli.